Karibu tena kwa siku hii ya leo. Unajua siasa ilisha, lakini ile joto ambayo iko hapa Kenya ni kubwa sana kushinda ile siasa ambayo tulikuwa nayo mwaka wa 2022. Katika mwaka huu tumekuwa tukitarajia kwamba tutakuwa na at least kupumzika na viongozi kufanya kazi. But mahali tumefikia ni vigumu sana kwa sababu opposition wanasema kwamba hawawezi wakapatiana ama hawatalegesha kamba hadi wakati ule ambapo serikali ya Kenya Kwanza itawaruhusu ili kushiriki na kufanya mambo mawili matatu jinsi ambavyo wanataka. Nataka tuweze kuangazia, je, ni suluhisho gani ambalo litaweza kuzuruisha shida hii ambayo imekumba Kenya wakati huu. This is a crisis, and when it comes to a political crisis in African countries, unapata inakuwa vigumu sana. It gets very, very difficult to control the situation. Thousands of people might die because of political issues. In African countries, political disagreement, it is another disaster that can cause death to millions of people. If you remember the genocide in Rwanda, what happened? It started like something small, political differences. What the minority ndio huwa wanafanya nini? Ndio wanaumia sana. But I don't want to get you to that side. I want us to talk specifically what are the solutions to solve this. There are a number of issues as new raised, but there is one ambayo itazurisha hizi shida zote. When you get Raila Odinga and Jeremiah Kioni, Kalonzo Musyoka, Martha Karua, when they wanted to solve the issue on Sunday, you remember very well, on Sunday, Raila Odinga hakuenda kanisani, but Kalonzo Musyoka went to church. Martha Karua went to church. Eugene Wamalwa went to church. And despite watu wa Kenya Kwanza, none of them went to church. All of a sudden, we had a press briefing ambayo Rais Ruto aliomba kwamba amesikiza maombi ya watu wa Azimio na angependa kwamba watafanya dialogue bipartisan. And Raila Odinga all of a sudden akaresponde na akasema kuna maandamano. Na we thought like now it is well sought. Now maisha itakuwa vizuri because when the party leaders come together and agree to solve issues, it means that hata wale wafuasi watatulia na tutakuwa na amani. But there is a major thing ambayo inapatia Raila Odinga stress na watu wa Azimio. And this thing ndio inapatia wafuasi wa Raila Odinga shida kubwa na serikali ya sasa. Ukipatana mtu wa Azimio sasa hivi umuulize, mbona wewe unasema kwamba hautambui serikali ya sasa ama rais wa sasa? Utasikia atakwambia tuliambiwa na kiongozi wetu na Wizo Proa kwamba kura ziliipiwa. And therefore, an interview today, Sosi, the Kilifi senator, alikuwa one of the stations interview, and he was asked, ni nini mnataka serikali ya Kenya Kwanza ifanye ili mkaweze kuridhika na mseme kwamba now
mkubali kwamba Rais Ruto ndio kiongozi kwa miaka 5. And these guys from Azimio, and if you study them very well, they want William Samuel Ruto to open the server. To open the server. And again, another question comes. Why do we open the server? Who will open the server? What is the purpose of opening the server? Who will benefit and who will lose the battle? Those are the questions that arise from that one request of Azimio, open the server. Anyway, I want to tell you one thing. If Rais William Ruto akitaka kuongoza vizuri na asikuwepo, asione maandamano, kwa sababu Raila Odinga anasema kwamba kura ziliibiwa. Wafuasi wasema kura ziliibiwa. Wakenya wamekuwa wakisikia hii sauti since 1990s up to date, kwamba kura ziliibiwa, kura ziliibiwa, kura ziliibiwa. You see? So, what is the conclusion of this? Of course, we can say it went to court, and court ikasema kwamba kura hazikuibiwa. But we as Kenyans, when the Raila Odinga akisema open the server, anamaanisha nini? Kuna msemo unasema hivi, hata kama sijui kama utafaa kuwekwa hapa. Wanasema mtoto akililia wembe unafanya nini? Unampa. Sasa Raila si mtoto. Okay. Sasa hii server Raila Odinga amesema ifunguliwe. Mbona Rais William Samuel Ruto asifungue hii server? Kwa sababu Raila amelilia wembe, mpe. Ukimkata atalia. Mkifungua server apate kura zikuibiwa, ataibika, na watu wengine hasa huenda akapoteza wafuasi. Hasa amekuwa akisema kwamba kura zinaibiwa. William Samuel Ruto is the commander in chief. Commander in chief, you have power to command everything. Right now, we don't have the chairperson of IPC. Commissioners, we don't have. Why don't you look for a solution? Look for an accord to discuss and open the server, ili kuzuia joto mingi, watu kukufa, kukuwa na stressi, kukuwa na maandamano, tear gas, matusi kila siku. The only dawa ya kuzurisha hii issue ni kufungua server. And my request is this. Mr. President, why can't you order server ifunguliwe? Hao waangalie, uhakikishe kwamba yes, ulishinda ama mlishinda kwa uhalali. When you do this, wataridhika. Wakiridhika, hautaona maandamano. Ile maandamano inaanza sasa, labda watakuja na excuse zingine. But for you to cool the temperatures in the country right now, if you really want, kama mlishinda ile ya ukweli na ya haki, my request is this. Mr. President, look for a way. Sit down. When you sit down, it doesn't mean that you want to shake, I don't know, I don't know English, hands with Azimio.
I don't mean that you want to shake hands with the Raila Odinga. But what I mean is this. When you sit down, you hear from this side. What do you want, guys? Open the server. Why do you want us to open the server? What are the consequences of opening the server? And who will be the referee if we open the server? If we open the server na tupate kwamba tulikushinda, utafanya nini? Will you accept? You hear from them. If we don't want to open the server, what will happen? And then you come for a conclusion and say, my brother, let's engage this and this. When you solve this issue of server, kufungua server, everything will be okay. But let me tell you one thing. When you are a leader and you don't want to listen, the people from the ground, itakuwa vigumu sana kuongoza. Kama hautasikiza kilio cha kila watu ambao unaongoza, itakukalia vigumu kuongoza. Utakonda labda, utaisha, stress, because of what? What can I say? The problem is from this side. People are giving you sleepless nights. People are just saying everything. But if you take time and listen, these guys solve the issue. I don't know why you are so complicating issues. You as the government, and if you really trust that you won fair and freely, just order to open the server. Wacha Raila Odinga na wafuasi wake waridhike kwamba William Samoei Ruto alishinda kura. Last time, let me collect something. Wakati wa IPC, ile kesi Supreme Court last year, si eti kwamba walifungua server. I heard of Jalagay, Samson Jalagay, the senator from whatever. I've heard some leaders from the other side saying, during the Supreme Court, walifungua server. No. They didn't, nimesema kizungu vizuri. They did not open the server, but they opened the portal. Kuna tofauti ya kufungua portal na kuna tofauti ya kufungua server. Server is the main thing. Na portal ni kama mtoto wake, inawekelewa juu. But what comes to the portal must come from the server. If I want to separate, what can I say, water and stones, if they're accumulated at one space, I can take them and collect stones at a server, na niseme kwamba wacha sasa nipatiane maji kwa portal. So what was opened last year was the portal, not the server. For you to satisfy these people and give you good time to lead this country without stress, without an issue, just allow them or don't allow them to access the server, but open the server. Okay? When you open the server, so thank you for watching. See you later, guys. I think kuna mengi ambayo tunafaa kuangazia. Lakini kama unafikia Rais William Samoei Ruto ama wale watu wa Kenya Kwanza, kama wanajua walishinda genuine, let them open the server and let them the Azimio people wakubali wapatie free time ya kuongoza. Asante sana. See you in the next video.